akienda na kumtolea Mungu sadaka, alikuwa akienda na kuomba mbele za Mungu akisema, e Bwana, unikumbuke na mimi. Yule mkewe wa pili wa Elikana alikuwa akimtukana sana Hana, akisema, wewe hauna uzao, lakini mimi ninao uzao, utaniambia nini? Ndipo Biblia inasema kwamba Elikana Hana alipoingia hekaluni akaumimina moyo wake kwa Bwana, akamimina roho yake kwa Bwana, akasema, Bwana wangu unikumbuke, Bwana wangu niko hapa, unikumbuke na mimi. Biblia inasema kuhani Eli alipomtazama akasema, huyu mwanamke amelewa, huyu mwanamke amekunywa pombe, huyu mwanamke amekunywa mvinyo. Nataka nikwambie, aliposikia kuhani akimwambia hayo, akasema, la hasha, mimi sikunywa mvinyo, mimi sichalewa, mimi nimeumimina moyo wangu kwa Bwana, nikilie kwa habari ya mateso ambayo ninapitia, kwa habari ya uzao. Ukifuatilia hapo nyuma utakuta alikuwa anawaambia watu ya kwamba Bwana analifunga tumbo langu, analifunga tumbo langu. Siku ya leo nataka nikwambie, haijalishi watu wamefunga maisha yako kwa namna gani, ukimimina moyo wako kwa Bwana, historia inabadilika, mambo yanabadilika. Hata kama walitawala uchumi wa kwako, ukimkubali Kristo kwenye maisha yako, ukapiga magoti, nataka nikwambie, historia ya kwako inabadilika. Hautabaki kama ulivyo, ukalia kwa habari ya taifa, ukalia kwa habari ya uzao, ukalia kwa habari ya watoto wa kwako. Hautabaki kama ulivyo, nchi hautabaki kama ulivyo, uongozi wa taifa hautabaki kama ulivyo. Tukimimina moyo kwa Bwana, hatutabaki kama tulivyo. Hana alipomwambia kuhani Eli akasema, nimeumimina moyo wangu kwa Bwana ili asikie kwa habari ya teso langu. Kuhani Eli akamwambia, enenda kwa amani. Bwana sifiwe. Enenda kwa amani. Nami ninautakia amani mji wa Singida. Tunautakia mji wa Singida amani. Tunatakia watu wa Singida amani. Tunawatakia mema watu wa Singida. Tunawatakia baraka. Haijalishi walikuwepo mababu walioweka mazindiko ya kwao, waliojenga na madhabahu wakatoa sadaka. Tunaiachilia damu ya Yesu, damu ya msalaba, ikaondoa hizo damu za maagano, ikaondoa hayo maagano ya kipepo, maagano ya mababu katika mkoa huu, maagano ya mababu katika eneo hili la Mandewa, mahali hapa Sabasaba. Watu wa mahali hapa wanaposikia neno, wanapomkubali Kristo kwenye maisha yao, na historia zao zinabadilika. Hali ya mazoea inaondoka kwenye maisha yao. Yawezekana ni kweli Singida inasifika kwa biashara ya mafuta, lakini hamuendelei. Nataka nikwambie, mafuta ni mtaji ambao unaweza ukalisha taifa zima, lakini mafuta yameishia tu Singida, yakienda sana yameishia Dodoma, yakienda sana yameishia Tabora. Kwa nini yasifike Mbeya? Kwa nini yasifike Sumbawanga? Kwa nini yasifike Dar, yakaishia mikoa mitatu? Nataka nikwambie, unapomkubali Kristo, hata mkoa unakombolewa, hata uchumi wa mkoa unainuliwa, kwa sababu wapo watu ambao wamekubali, ambao wamesema, tunamlilia Bwana kwa habari ya taifa hili. Hautabaki kuwa tasa kwenye uchumi wako,